kivuli kinatanda, giza linatafuta mioyo ya wanyonge, lakini anasimama mtu mmoja, Professor, mlinzi wa watu. Alitoka kwenye mwanga wa siri, amebeba nguvu ambazo wachawi wanazihofia. Kila kijiji kinamtaja kwa sauti ya tumaini, kwa sababu anasimama pale ambapo wengine wanaanguka. Anapigana na usiku mkali, akiweka roho za wanyonge mabegani. Hachoki, hageuki, kwa sababu watu wake wanaamini ndani yake. Professor, wewe ndiye mkombozi wa giza. Unasimama mbele ya wachawi na maovu yote. Unalinda walio dhaifu, unaangaza njia zao. Wewe ni mwanga wa matumaini, sauti ya uhai. Professor, nguvu zako zinatisha giza. Umebeba moyo wa shujaa, na kila uchawi unaokuja mbele yako unayeyuka kama moshi. Chris Bando ni kitonga mno. Ukiwa na laini yako ya Halotel tu, pata GB 10 kwa gharama ya shilingi 10,000 na kuendelea. Na GB 10 hizo hizo zina uwezo wa kudumu takriban ya miezi 8. Sisi tunamwamini. Wewe unasubiri nini? Utaratibu upo hivi: lipa kwanza, kisha unaunga bando lako kwa uaminifu mkubwa sana. Chris Bando ana namba 4, na leo nitakutajia namba 2 tu ambazo ni 0615754303, 0785736361. Chris Bando ni kitonga mno. Zumba, unataka kufanya nini? Kila profesa, yaani mara kwanza ulikataa kabisa kumponya mke wangu. Sasa unakuja kuniuliza ili iweje? Yaani hapa tayari ushakata matumaini yangu yote yani. Nikwambie tu, nitafanya chochote kile ili mradi kumsaidia mke wangu. Waswahili wanasema kwamba uchungu wa mwana na ujua mzazi, lakini kwa hili uchungu wa mke na ujua mume. Kwa nini unataka kuhatarisha maisha yako? Wewe ni mwenyeji wa hichi kijiji. Unajua fika madhara ya kuvuka huo mpaka. Au unataka kufa kabla mkeo hajarudi? Ukija wewe tu ni kila kitu unaharibu bwana. Kwa nini lakini? Mimi sikupendi kama nini yani? Profesa. Hivi Zumba, kitendo cha kutaka wewe kuvuka ule mpaka, uone kama ulikuwa unahatarisha maisha yako? Hivi siku hizi una akili gani ndugu yangu? Yaani tuna tatizo kubwa tu ambalo hapa linatukabili. Wewe unataka kuongeza tatizo juu ya tatizo. Wewe uone kama hiyo ni mitihani mingine unataka kunipa mimi ndugu yangu? Hebu angalia tuna shida ngapi hapa sisi sasa hivi zinatusumbua. Wewe uvuke mpaka. Wewe una nguvu kweli? Una uwezo wewe kuvuka ule mpaka? Unakosea. Ninajua fika kwamba kitu ambacho nilichokuwa nimekifanya nilikuwa ninahatarisha maisha yangu.
Sasa unafikiri mimi wende ningefanyaje? Yaani wende mimi hiki kitu ambacho nimekifanya nilikuwa ninataka tu nimsaidie mke wangu. Na sio kitu kingine yani. Sio ungefanyaje, Zumba? Mimi nilishakwambia. Hili jambo nimeshatengeneza mitego yangu na lifanyia kazi. Tunaenda taratibu, tunatumia zetu akili na maarifa makubwa sana katika kutatua hili jambo. Wewe papara za nini sasa? Basi ungenishirikisha basi. Bana mimi ndugu yangu naenda kufanya hili jambo. Hujanishirikisha. Hivi wende. Mpaka lini lakini? Yaani mpaka lini? Unajua tumevokaa hivi ndio tunazidi kuchelewa yani. Huko mimi sijui mke wangu huko mimi yupo katika hali gani yani. Sasa iko hivi. Kwa ukubwa wa tatizo tulionalo, kama uwezi kumuomba profesa msamaha, sasa inatakiwa uweze. Yaani kaka, hiko mimi siwezi. Yaani kufanya hilo jambo mimi siwezi kabisa. Nitoke hapa nikafuate profesa nikamwombe msamaha. Kaka kweli kabisa mimi siwezi kufanya hivyo kaka. Hapana. Hakuna namna. Sisi hatuna njia yoyote ya kumkwepa profesa. Profesa ndo mkombozi hapa kijijini. Hatuna namna yoyote. Sawa? Sasa kama mtu wa kuelewa, utakuwa umeshanielewa. Kama mtu wa kupuuza, basi puuzia. Yaani wewe ili la pombe alijaisha unaniletea masuala mengine. Sasa nakwambia hivi, mimi ndo mtoto wa mzenga nyama. Nyama yangu hailiwi. Ukiwanga usiku mimi nawanga mchana. Na sasa hivi chagua moja. Pombe au uchawi? Hapa kwenye kuchagua moja mke wangu. Pombe au uchawi? Nachagua uchawi. Nani pombe? Nachagua pombe mke wangu. Nataka uwape mbele yangu. Haki ya Mungu. Ni wapi? Hapa. Mimi Maganga Kani, mbosi wa bei ya jioni almaarufu Baba Levo, niko tayari kulitumikia bunge la nani? Ongea vizuri. Nasema hivi, na hapa kuacha uchawi na nitakunywa pombe tu. Sitatumia uchawi wa aina yoyote na nitaokoka na mtampenda Yesu Kristo. Amina. Na kuanzia leo hamna kutoka humu ndani. Hizo pombe mimi ndo nitaenda kununua. Leta hiyo hela. Hela. Changamka, leta hiyo hela. Natoa mke wangu. Niliweka huku kwenye maziwa. Waweke ile yenye strawberry. Ndo ishakuwa chungu. Mtu anapiga mabao kana ua mbu. Nene mama nane kubotolwa miaka itandatu nawe nongoshwene masolwa ikwile bakema baliomba acha tudange kongono abakema bashikwe ana mana kong lazizi la hazizi nyonga mkaliaini I love you. Chukua hilo. Nimekupata. Mke wangu, sweetheart, where are you going my love? I need you. Kadogo. Hapana chezea mimi.
Ni nini unafanya sasa? Mbona unatupa vitu vyangu nje? Unafanya nini? Kwani uone? We kipofu. We kipofu na kuuliza. Nenda kwa huyo mpumbavu mwenzio huyo. Si wewe unamwona wa maana? Kiasi kwamba unanifanyia mimi maigizo ili mradi ufurahishe yeye. Sasa nakwambia hivi, kuanzia leo hapa nyumbani kwangu sikutaki. Bi mkubwa. Yaani swala dogo kama hili ndo unanifukuza nyumbani kweli? Au kosa langu mimi kuuliza taarifa za kijiji cha pili au kuhusu kuvuka mipaka? Yaani hilo ndo kosa langu? Au wewe mwenyewe tu ulikuwa na mpango wako wa kunifukuza hapa nyumbani? Hivi unielewi? Au hujalisikia vizuri? Nimeshakwambia sikutaki hapa kwangu, na kuanzia leo hii hapa uliposimama mimi sio mama yako. Hamtafuti. Mimdashi. Mama njoo basi tuzungumze. Mama haya mambo si yanaongeleka tu, njoo basi tuzungumze tuelewane. Asa mimi unategemea mama mimi nitaishi wapi sasa? Sawa. Mama. Basi yaishe, njoo tuongee mama yangu. Sasa mimi nitaenda wapi? Sofia. Mimi ni nani? Wewe ni Sofia. Na wewe ni nani? Na mbona sikumbuki chochote? Mimi ni baba yako. Na kweli kunikumbuki? Mifuko hivyo vipi, unasafiri? Hapana, nimezunguana kidogo na bibi mkubwa. Hivyo nitakuwa kwa Zumba kwa siku kadhaa. Mpaka pale bibi mkubwa atakapopunguza jazi. Alafu nyinyi, wewe na mamako gombeni hauishaki. Yaani mtu akiwakuta wala hawezi jua mama na mtoto. Lakini na wewe uende. Kwa nini usijishushe na kumsikiliza mamako kile anachokisema? Utashindana naye mpaka lini? Mimi sio kama nashindana na mama. Ila kuna vitu kadhaa vinafanya mimi na yeye tusielewane. Na wewe unamjua rafiki yako. Bahati haiji mara mbili. Yule ni mama yako. Wapo watu wengi kwenye dunia wanatamani nafasi kama yako uko nayo wewe. Wakae na wazazi wao, waongee nao, wacheze nao. Lakini hawakupata hiyo bahati. Wazazi wao wametangulia mbele za haki. Wewe ndio umepata hii bahati unaichezea. Tambua yule ni mama. Utakuja kunikumbuka mimi kibonge mwepesi. Haya maneno ni yasemayo.
Nakusikiliza. Yaani bwana Profesa, kuja kote huku bwana wewe, nje nimekuja kwa sababu ya swala lile ulikapita Ngola siku lile kulipika niambi mambo ya nani yale ya kwamba kimoja chali yale. Na unajua kwamba mambo ya kweli yale. Wako sijui ulijuaje sijui. Sasa Nelo, nje nataka niende tena kule. Mumuona. Nje nikasema hapa bwana, ngoja niende kwa Profesa yule nikamwambia kwamba kama ana vidawa kidogo nje anigawie ile ni changamuse mwili. Yaani damu changamuke nje niwe chachama. Nje nikifika pale nje mambo ya kuweka toa, weka toa. Umeona? Nje maana kuja kote huko. Ina maana yale yote nilokuambia siku ile kwa yule ni mke wa mtu umeyapuzia. Bwana wewe uliponiambia siku ile nilikuelewa kweli. Lakini sasa Nelo mara ya mwisho. Yaani nataka nikaichape mara ya mwisho Nelo. Yaani Nelo nje nataka nikaikamie kweli. Yaani kwamba bandika toa. Yaani hakuna mambo ya kimoja chali. Yaani Nelo nje kimoja, 2, 3, 4, 5 mpaka munyasa ngae. Ninachotaka Nelo hapa. Ama kweli wewe ni sikio la kufa. Nikwambie tu. Siwezi kukusaidia kwenye hiyo. Kumbe somo wewe. Nakumbuka maneno alikika niambia bwana Zumba kule kwamba Profesa amekuja kwa Chidiji lakini hana msaada wowote ule. Kumbe bwana somo wewe una msaada kweli. Mimi nikapitoka huko nimichoma mafuta mpaka hapa kusema nitaenda kusaidiwa na Profesa, kumbe Profesa mwenyewe ndio mambo yenyewe kama haya. Alafu somo hata wewe na masaka na wewe. Tuanga tuanze kukujua kwa Chidiji hapa una hata demu. Kutwa nzima na makoti na fimbo hivi. Wewe una matatizo ndio maana unashinda kunisaidia wewe. Una lolote wewe. Mbona upati demu? Situngesema demu Profesa yule. Lakini hakuna wala nini. Na unje nawe kama mimi kimoja chali vile vile. Kivuli kinatanda, giza linatafuta mioyo ya wanyonge, lakini anasimama mtu mmoja, Profesa mlinzi wa watu. Nilikutana naye njiani, nikawa najiuliza anasafiri au la. Kumbe umemfukuza. Yaani katika kizazi ambacho nimekula hasara. Basi wende. Unajua yule mtoto mpumbavu tena sio kidogo, full screen. Hizi siku 2-3 hizi wende alikuwa ananipenda sana mpaka mimi mwenyewe nikashangaa, imekuwaje? Kumbe bwana alikuwa ananipeleleza, anataka ajue siri ya kuvuka mpaka. Siri ya kuvuka mpaka? Huyu wende anataka kujua siri za kuvuka mpaka ili iweje? Mwenzangu hata mimi nashangaa. Lakini naona haya yote anayafanya kwa ajili ya huyo rafiki yake Zumba. Zumba bwana anataka kwenda kijiji cha pili. Sijui ana ajenda gani huko. Wende anataka kwenda kwa mzee Majengo. Kwa mzee Majengo akafanye nini? Wakati hawa watu hawapatani kama gesi na moto. Hawapatani kabisa. Hapa lazima tuwe makini. Na huyu Zumba ni wa kumwangalia kwa jicho la 3, maana sio la pili tena. Vipi kuhusu Kalunde? Ile kazi uliyompa, mbona sioni akifanyia kazi? Alafu huyu Kalunde na mwenzie Maganga huwa wakipewa kazi wanashindwa kabisa kutekeleza wajibu wao. Mkuu, inabidi hawa wawili uwape adhabu kali haraka sana, la sivyo watakupanda kichwani. Umeona eh? Profesa
Mama kabisa. Kuwa makini. Kitakugharimu hicho unachokifanya. Yatakuja kukukuta kama alomkuta marehemu dada. Profesa, naomba usimtaje dada yangu tena, usithubutu kabisa kurudia hilo neno la dada. Umesikia wewe? Usinione kimya ukazani kwamba mimi nimekusamehe. Sijakusamehe baba, vita yangu iko pale pale na makombora yapo njiani yanakuja. Kwa hiyo baba, no retreat, no surrender. I'm people from Iran. No retreat, no surrender. Hamani from Tanzania. Kazi yake.